Excellency tunafanya tu hivi 1 2 3 juu tuna 1 2 3 chini 1 2 3 juu 1 2 twende DJ. Haya DJ. Sway your eyes. Sway your Excellency. Twende. 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 Pulo, 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 pulo. Huyu rais wetu ni fire si fire. Huyu rais wetu ni noma si noma. Wapi nduru ya rais wa nchi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto. Karibu sana Your Excellency. Over to you Bwana Mike Gitonga, utupeleke na mutaratara. Karibu sana. Haya sawa, asante sana chipukizi. Karibu sana Mheshimiwa Rais. Naomba tafadhali mahali tumeketi tusimame ili tuanze na wimbo wa taifa. Kama mahali huko umeketi, tafadhali tusimame wima tuanze na wimbo wa taifa. Tukiwa tungali tumesimama, Mheshimiwa Rais, niruhusu nimkaribishe Mohamed Aimba na Peter Gishunge watuongoze kwa kipindi cha maombi. Karibuni. A'udhu billahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi, tunashukuru na kumwombea rais wetu pamoja na naibu wake pamoja na familia zao. Ewe Mola wetu, mjalie kheri na afya njema rais wetu katika utendakazi wake. Ya Allah, twaomba wote wanaomsaidia rais amani na umoja katika utendakazi wao. Ya Rabbi, ilinde taifa letu na wananchi kwa ujumla. Ewe Mwenyezi Mungu, vijana wetu wape hekima wasitumiwe vibaya ya Rabbi. Ya Allah, tushukuru kwa mradi huu wa nyota wa kuinua vijana. Mwenyezi, tulinde sisi vijana na utupe hekima kwa kila tunachokufanya. Ya Rabbi, mbariki kila mmoja serikalini. Walinde viongozi wote na uwaepushe na shari ya Rabbi. Mwenyezi Mungu, twakuomba tukikabidhi sherehe hii mikononi mwako, tujalie neema na mafanikio na utusamee tulipokosea. Naomba rehema na amani ya Mwenyezi Mungu zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Atuombe. Mungu, tunakuja mbele zako asubuhi ya leo yenye baraka. Mungu, tunaombea rais wetu na familia yake, wabariki wa Kenya, walinde kwenye maovu, wabariki viongozi wetu wote wa kitaifa na wa kaunti. Wape hekima ya kutuongoza Mungu,
Bariki miradi ya serikali yote pamoja na huu wa Nyota ambao umetuleta hapa. Bariki vijana na waelekeze. Tunaombea uwe pamoja nasi hadi mwisho na tutashukuru tukifika mwisho. Amina. Kwa heshima naomba tuweze kuketi. Daktari William Samoei Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi, Naibu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki, Waziri wa Ushirika Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya, Waziri wa Michezo na Masuala ya Vijana Mheshimiwa Salim Mvurya, makatibu wote waliofika mahali hapo wakiongozwa na Katibu Susan Mangeni ambaye ni katibu wa biashara ndogo ndogo almaarufu Mahasla Susan Mangeni, Gavana wa Embu Cecily Mbarire, Gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njoki, Gavana wa Meru Mheshimiwa Isaac Mutuma, kiongozi wa walio wengi Mheshimiwa Kimani Ichung'wah, wabunge wote waliofika wakiwemo wabunge wa serikali gatuzi, vijana wa Tharaka, Embu na Meru ambao watakaofaidika na mradi huu wa Nyota. Mheshimiwa Rais, kwa heshima naomba niweze kumkaribisha katibu wa biashara ndogo ndogo almaarufu katibu wa Mahasla, Madam Susan Mangeni, atufungulie kurasa la kuongea hapa. Tumpigie makofi tafadhali Madam Susan Mangeni akija ili aweze kutambua ni kaunti gani zimefika hapa akitufungulia hili kurasa. Karibu sana. Asante. Rais wetu Daktari William Samoei Ruto, Makamu wa Rais Profesa Abraham Kithure Kindiki aka ama vipi? Ama vipi? Okay. Mawaziri wenzangu, makatibu, Rais, niruhusu mimi I stand on the protocols. I've been observed by Mike Gitonga. Hamjambo. Kazi yangu ni rahisi leo kuintroduce to our beneficiary wetu ambao wametoka katika hii ukanda wa Upper Eastern, kaunti zetu maarufu 3, kaunti ya Tharaka Nithi, kaunti ya Embu na kaunti ya Meru. Si ndio hivyo? Mugeni watu wa Tharaka Nithi. Good. Mugeni watu wa Meru. Moriaro watu wa Embu. Hebu mupunge hewani nione kama muko. Mheshimiwa Rais, kabla sijasema, hao wangwana wameona na struggle sana na hii mambo yao ya Kimeru, Kiembu, Kitharaka Nithi. Sasa wakaniambia watanisaidia sana. Umejua vile tumepanga? Kila mtu asimame nafanye ile kitu. Kila mtu asimame. Nafanye nini? Ile kitu, si ndio? DJ weka zile salamu za kwangu, si ndio? Tufanye ile kitu. Leo ni leo. Mkamba no mube. No mube. Leo ni leo. Leo ni leo. Semanga leo ni muongo. Semae kesho ni muongo. Ni muongo. Haya, asanteni sana. Tuwapigie makofi. Umeona wamewasha nyota. Ama wangwana tupostpone hivi tupeleke kesho. Leo ndio ile siku, si ndio? Basi mmekubaliana tuambie rais arudi kesho. Tumesema mko tayari? Mko tayari? Mko tayari? Asanteni sana. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache tu matatu. Ya kwanza,
leo katika huu kanda wa Upper Eastern tuko na beneficiaries ambao waliweza kufaulu katika hii business support ya Nyota component karibu 7,000 kutoka katika wadi zote za huu kanda ambazo ni 80. Mjipigie makofi nyinyi. Na wako hapa leo tayari. Tunataka kushukuru kubali kukuja hapa kutembea na sisi, hasa wanapoanza safari yao ya maalum ya kibiashara. Na nyinyi beneficiaries, mnapojua leo rais atapofungulia ile kitu, na nimesema mchunge simu zenyu, si ndio? Mtu akikuomba namba usimpatia kuweke, jiweke we mwenye, chungana na simu yako. Kwa hivyo leo rais atafanya ile kitu. Atakapofanya hiyo kitu itakuja kupitia pochi la biashara. Mmesha activate pochi la biashara? Na hilo pochi la biashara lina mambo 2 ya muhimu. Jambo la kwanza ni kwamba rais alituamurisha ya kwamba to make sure kwamba hii pesa ya biashara ikuwe ya biashara tu, isiende kulipana ile madeni mengine. Kama wewe ulifuliza, hiyo mtalipana huko kwingine. Kwa hivyo hii pesa itaingia kwa pochi la biashara, it is ring fence. Fuliza haitachukua pesa yako. Ndio hivyo. Jambo la pili. Kwa hivyo nyinyi mmefuliza? Mmefuliza? Ati sana. Alafu pia rais, nilikuwa nimeomba rais aniruhusu ile ya Hustler Fund mimi ningatue kidogo. Rais akasema hapana. Sasa rais, uniruhusu tu ikiingia mimi nichukue ya Hustler Fund? Hapana. Kwa hivyo hiyo ni rais amesema hata Hustler Fund isiguze hiyo pesa, mfanyie biashara ndio muweze kulipa hiyo made. Lakini nikasema ya kwamba mnajua kuna ile vitu mnaita avieta, sijui sport pesa, najua waziri wa mchezo yuko hapa, si ndio? Sasa hapa mnasema unataka kuwekelea hiyo pesa izae sijui 100,000 izae. My friend, hiyo pochi la biashara ukijaribu kulipa hiyo sijui betting haiendi. Umesikia maneno? Nasikia watu wanajishika, hiyo pesa haitafanya nini? Ukijaribu kuweka hiyo pay bill haiendi. Tumefunga. Hiyo tumefunga kwa sababu ndio hiyo pesa ifanye nini? Ifanyie nini? Jambo la pili, hiyo pesa nimeona nimekuja hapa asubuhi mneme exchange manamba nini, ni sawa tu. Lakini hiyo pesa pia si ya kutuma fare. Ukitaka kutuma fare we nitafute pale nikupatie fare. Lakini usiombe fare. Si ni sawa? Mtapeana fare kwa hiyo pesa. But cha muhimu ni kwamba hiyo pochi la biashara we have loaded it with business digital tools. Pale hivyo you can do your stake talking ya kila siku. Sasa ile unafanya transaction, unanunua bidhaa hapa na pale, unauza, mtu anakulipa kupitia kwa pochi la biashara, inaacha records zako. Jambo la pili, you can do a day to day reconciliation. Pesa zimeingia na zile pesa zimefanya nini? Zimetoka. Alafu pia at the end of the month you can be able to calculate your profit and losses. So unaenda kukua na ile record ambayo itakuwezesha kesho ama hiyo siku nyingine ukitaka kwenda kwenye benki kuomba pesa mingi, wakikuuliza leta record ya transaction, wewe unaenda tu na download kutoka kwa pochi la biashara, unapeleka kwenye benki na unasaidiwa. Sio tumefanya vizuri? Tukitoka hapa we are going for mentorship ya 2 months. Sisi tunatembea na nyinyi. Rais ametuamurisha ya kwamba lazima to make sure you succeed. Kwa hivyo we are going to work with you day by day. Tuko na wataalamu wale ambao waliwatrain, mnawakumbuka? Wanaenda kuangalia biashara zenyu. Kwa hivyo kama ulikuwa hapa mjanja, uchukue uende, tunajua hata mahali unaishi. Hautatutoroka kwa hii safari. We want to make sure that your businesses succeed. Si ndio hivyo? Mko tayari kwenda mentorship? Mkitoka mentorship you'll come back for a 3-day classroom training. Hapo sasa tutakuwa tunawaconnect kwa market for enhanced funding opportunities, market access ile ya global
pia na ile ya local market, because we want you people to succeed. You are the next generation of industrialists. You are the next generation wale manufacturers ambao sisi tutakuwa tuna celebrate miaka ambayo ijayo. Kwa hivyo msituangushe, si ndio hivyo? Mtatuangusha. Niruhusu sasa niite big man, najiita was a man, PS kijana na PS wa vijana, Fikirini akuje pia waambie tu jambo moja. Hebu tumkaribishe kwa makofi. Mweke kawimbo kidogo. Asante sana. Vijana power. Vijana power. Vijana woza. Vijana woza. Wapi top shot ya Mheshimiwa Rais? Top shot ya Mheshimiwa Rais. Top shot ya Mheshimiwa Rais. Na wapi top shot ya fireman? Top shot ya fireman. Asante sana. Your Excellency the President, Excellency Deputy President, mawaziri wetu, ndugu PSS na viongozi wote pamoja na vijana wenzangu. Mimi naitwa Fikirini Jacobs. Mimi ni PS kijana kwanza, na pia naisimamia State Department ya vijana katika Ministry ya vijana na michezo. Na mimi nimesimama hapa kwanza kabisa niwapongeze nyinyi vijana nyote ambao mko hapa, kwa sababu hii safari ya hii mradi ya nyota ambao tumeletewa na Mheshimiwa Rais ingehitaji mahali fulani pia wewe kama kijana uchukue hatua, ujukumike. Na wewe kwamba umefika hapa leo Kinoru Stadium ni evidence kubwa ya kuonyesha kwamba wewe pia uliposikia habari ulichangamka, na ndio maana umefika hapa. Na kwa sababu hiyo nasema nyinyi ni top shota sana. Na Your Excellency, mimi nataka nikushukuru sana, kwa sababu hii mradi ya nyota ni vizuri iendelee kueleweka kwa kila mtu katika taifa la Kenya, kwamba ni mradi ambao umetarget vijana wengi ambao hawakupata nafasi ya kuendeleza masomo yao baada ya Form 4. So the qualification of this project is 0 to Form 4 in terms of level of education. That means a majority of us, by the standards ya kitaifa ya kutafuta ajira, ya kusaidika maishani, nyinyi hamngepata nafasi mahali popote. Ndio maana Mheshimiwa Rais akaamua tuletee hii project itusaidie pia sisi tuweze kuchangamka na tuhusike katika safari ya uchumi wa taifa letu la Kenya. Na Your Excellency, mimi nataka nikupongeze sana, kwa sababu wakati wingi viongozi huangalia vijana kama wafuasi wao wa kisiasa, lakini Your Excellency, wewe umeangalia vijana wa taifa la Kenya who are the majority of our population, na ukaona kwamba unaweza ukakuwa na washirika ndani yao. While many people in this republic, Your Excellency, have always seen the young people of Kenya as their mere supporters, you have seen partners in them who can partner with you in changing the course of our history of our country, Your Excellency. Ndio maana tuko na haki zote za kukupongeza wewe. Na pia baada ya kutupanga na hii nyota, Your Excellency, bado wewe umecreate wakati wa kuzunguka Kenya na kuongelesha vijana, na wewe mwenyewe kusimama kama mfano wa mwanabiashara ambaye alianza chini na mpaka kufikia sasa hiyo, Your Excellency, ameendelea ili itumike kama mfano kwa hawa wazidi kuendelea. Lakini mimi nikimaliza, nataka niwaombe nyinyi vijana wenzangu kwamba katiba yetu ya Kenya Article 55 inazungumzia haki za vijana wa taifa la Kenya, na moja yao ni hii ambayo President ametufanyia. Inataka sisi tupangwe ili tuendelee, na President ametupanga. Sasa kitu imebaki ni sisi pia tuanze kujipanga, tushike hiyo pesa vizuri, tujiendeleze, tuweze kuwekeza vizuri, ili keshoni pia sisi nasi tuwe wadosi katika biashara zetu, ili tuzidi kuinua taifa letu la Kenya. Hili taifa halitajengwa na watu wengine, hili taifa litajengwa na sisi vijana, na lazima tushirikiane katika mpango huu wa President ili tuzidi kuendelea. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie vijana power. Vijana power. Mtu akikuitisha brufen, tafadhali cheza chini. Sawa sawa? Asanteni sana. Asante sana. Aya, vijana oe. Nikisema nyota mnasema nini?
Aya, Nyota. Embu Nyota. Tharaka Nithi Nyota. Meru Nyota. Ni jambo tu moja nimeona kwa mtandao, kuna mambo inaendelea. Kuna watu wangwana wengine wamejitokeza, sasa wanawaambia kuna Nyota Foundation. Wanawaambia sasa umepata hiyo 22,000 ya kuanzia biashara, tuko na Nyota app. Ingia hapo, sijui lipe pesa ngapi. Sisi saa ile tunatangaza kupeana pesa ya Nyota, tutatangaza kwa njia ambayo iko wazi kama hii. Ndio hivyo. Usiende ukadownload those links. Those are fake links. Those are fraudsters. Utakapowapatia details zako, watakuibia pesa yako. Tunaelewana? Kwa hivyo kama unapata information, uliza au machiefs na au ngao officers wakudhibitishie kama that information is correct. Enda katika mtandao zetu rasmi, Ministry of Youth, Ministry of MSMEs na ma agencies, you find out to establish. Hata mimi namba yangu mko nao kwa sababu huwa mnanisalimia. The last 1 week, Mheshimiwa Rais wamesema, kwani Meru umetusahau? Mimi sijapumua. Wakasema wanataka tukuje hapa, na nataka kushukuru ulipata nafasi na tumekuja hapa kuwashughulikia. Kwa hivyo send us to verify information, usiingie watu wakakuibia pesa zako za biashara. Mtafanya biashara? I welcome you to the Hustler Nation. Mimi ndio yule PS wa mahustlers kama nyinyi. Karibuni na Mungu awabariki. Si ndio hivyo? Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, niruhusu sasa nialike the majority leader of our National Assembly, Honorable Kimani Ichung'wah, akuja achukue kipindi aendeleshe mbele. Makofi kwa Mheshimiwa Ichung'wah. Asante PS, Your Excellency the President, our Deputy President, observing all protocols. Na vijana wa Meru, Tharaka Nithi na Embu, hamjambo. Yangu yatakuwa machache ni kuwajulisha wabunge ambao tuko nao siku ya leo, na nitawauliza kwa heshima. Tuanzie na wajumbe wa serikali gatuzi, MCAs wetu wa kaunti zote 3, tafadhali tusimame. Hao ndio MCAs wetu wa Meru, Tharaka Nithi ambao wameweza kufika, tuwapigie makofi. Niulize wabunge la kitaifa kwa heshima tuweze kusimama sote. Na nitaanzia upande wangu wa kulia. Hapo tuna mbunge Shadrack Mwiti wa Imenti South. Next to him ni Mheshimiwa Leo wa Muthende. Yule wa UDA ndiye huyo. Mbeere North. Next to him is Mheshimiwa Dan Kili, Igembe Central. Anafuatwa hapo na Mheshimiwa Sir George Murugara, Tharaka. Mheshimiwa Mpuru Aburi, Tigania East. Mheshimiwa Kerema. Mheshimiwa Kerema ndiye huyo hapo. Mheshimiwa John Paul, kijana wa kazi. Mama wetu wa kaunti ya Embu, Mama Daboen Pamela Njoki. Tuko na Mheshimiwa Rahim Dawood, who is our host MP here today. We have Mheshimiwa Kareke Mbiuki, baba yao, Mheshimiwa Mara, mama wetu wa kaunti ya Tharaka, Mama Susan Guge. Tuko na kijana mchapakazi wa Chuka Igamba Ng'ombe, Mheshimiwa Pato. Tuko na Mheshimiwa Taitumu, Igembe North. Pia tuko na senators, tukiongozwa na Senator Gataya wa Tharaka Nithi County. Tuko na Senator wa Meru ambaye pia ni Deputy Speaker wetu, Mheshimiwa Kadhuri Murungi. Tuko pia hapo nyuma na Deputy Governor wetu wa hapa nyumbani Meru, ndio huyo. Asante. Sifikiri ni kuna mtu nimeacha. Mheshimiwa Rais, yangu yatakuwa machache sana. Kwanza kukupongeza kwa hii program ya Nyota. Na Mheshimiwa Rais, wakati miaka 2 ulichukua hatamu ya uongozi na ukatuambia vile uchumi wa nchi yetu ulikuwa, ukatuambia utaanza na kuunda miundo msingi ya uchumi wetu wa kitaifa. Kisha baadaye tutakuja kwa huu uchumi wa mwananchi, uchumi wa vijana
na mambo ya kuweka ajira kwa vijana. Nishukuru sababu, Your Excellency, over the last 2 years, you have stabilized our economy by dealing with the macroeconomic issues. And now, today, through this program of Nyota, we can see you addressing the microeconomy of our country by addressing the needs of these youth and entrepreneurs, youthful entrepreneurs of our nation. And Your Excellency, hii program wakati iliitwa Nyota, na nyota ni star kwa Kiswahili. Hawa ndio nyota ambao wataangaza uchumi wetu wa kitaifa siku zijazo. That this, Your Excellency, are the stars of our economic growth today and in the future. And I want to take this opportunity to wish you well. Mumeambiwa na PS Susan Mangeni, pesa ambazo mtapata siku ya leo ni pesa ambazo kwa njia kubwa zitaweza kubadili maisha yenu, and we are hopeful ya kuwa siku zijazo nyinyi tu hamtakuwa wafanyi biashara mashuhuri, mtakuwa pia ni waajiri ambao mnaajiri vijana wengine wetu wa taifa, ili tushirikiane na nyinyi pamoja kwa kazi ya ujenzi wa taifa. Sasa kusema mengi zaidi ya hayo, nataka nichukue nafasi hii nimwalike waziri wetu wa cooperatives and MSME, Mheshimiwa wetu Waziri Wycliffe Oparanya, aje aseme machache na tujulishe mawaziri wengine walioko. Tumpigie Mheshimiwa Oparanya, waziri wetu, waziri ambaye pia ni nyota wa kitaifa. Karibu. Asante sana Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Naibu wa Rais, mawaziri wenzangu, vijana na wananchi kwa jumla, mjambo. Mimi nitachukua nafasi hii kwa haraka kuwajulisha mawaziri wenzangu ambao wamepata bahati ya kuja hapa. Tuna waziri kutoka hapa, Waziri Eric Muga, ambaye anahusika na mambo ya maji, Minister for Water. Tuna waziri Alfred Mutua, ambaye anahusika na mambo ya kazi ya wananchi wa Kenya. Tuna waziri Salim Muvuria, waziri wa vijana, na huyo kwa sababu ni siku ya vijana, nataka nimupe nafasi acha salimu vijana. Vijana mjambo, vijana hoye, vijana hoye. Basi Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Samoei Ruto, Mheshimiwa Naibu Rais Profesa Kithure Kindiki, ambaye ni fire, na vijana wote ambao umefika hapa siku ya leo. Leo ni siku nzuri na ni siku ya heshima. Mheshimiwa Rais, naomba kwanza nikupongeze kwa sababu umeleta mageuzi katika sera ya kuhakikisha serikali inafanya kazi na vijana na kubuni fursa ambayo vijana wanaweza kusaidika katika taifa la Kenya. Huu mradi wa Nyota, Mheshimiwa Rais, ni mmoja tu katika zile mbinu ambayo umezibuni ili vijana wa Kenya waweze kuchangia katika uchumi wao, uchumi wa jamii na uchumi wa taifa la Kenya. Vijana, siku hii ya leo ni siku yenu. Ni siku ambayo baadaye nyinyi mtaweza kutoka hapa mkiwa na business capital. Na lile jambo la muhimu, wakati ulikuwa unatuma maombi, ulikuwa umesema maneno ya biashara yako. Hiyo biashara yako ndio tunatarajia utaweza kuiendeleza na hizi pesa ambayo utapata leo. Ninajua kwamba kuna wengine ambao wataweka fitina
kwa sababu ya wivu watawaambia hii pesa ni kidogo, na yeye anasema ni kidogo na hajakupatia hata shilingi. Mimi nawaomba watu kama hao muweze kuwapuuzilia mbali, ujiangalie wewe na biashara yako, na serikali tutaendelea kuhakikisha umesaidika. Mheshimiwa Rais, hii ndiyo maana kabisa ya bottom up, ili wale ambao walikuwa nasauliwa katika jamii hivi sasa unawainua kuzidi kuendeleza maisha yao. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi tunataka kuhakikishia kila mmoja hapa zile sehemu nyingine za huu mradi wa Nyota, all the other components ambayo pia inajumuisha vijana, tutaendelea kutekeleza ili vijana wote wa Kenya wapate fursa nzuri ya kuinua hali yao ya maisha. Na mwisho nataka niwapongeze nyinyi vijana wote ambao leo mtafaidika, kwa sababu si kwamba nyinyi mmekuja hapa kwa bahati mbaya, lakini mlijituma na mkahakikisha mnawajibika katika application na kufata hatua zote za training, na ndio maana leo mmejipata mko hapa na Rais wa Jamhuri ya Kenya. Kwa hivyo nataka kuwapongeza na kuwatakia kila laheri, na tutaendelea kufanya kazi na nyinyi na vijana wote wa taifa la Kenya. Vijana hoye! Vijana hoye! Mradi wa Nyota uendelee usiendelee? Mradi uendelee usiendelee? Rais Ruto aendelee asiendelee? Mungu awabariki, asanteni sana. Asante sana. Mheshimiwa Rais, nataka kwa niaba ya wizara ambayo inahusika na mambo ya business support katika Nyota project kukaribisha hapa, na wewe mwenyewe na naibu wako kukubali kuja hapa siku ya leo. Na nyinyi vijana, nataka nimshukuru sana kwa kuwa beneficiaries wa huu mradi wa Nyota, kwa sababu tulikuwa na vijana karibu 2,000,000 ambao walileta maombi kwa kuwa kwa hii project, na Kenya mzima tumepata vijana 121,000 peke yake kutoka kwa 2,000,000, na hapa nyinyi karibu 6,700,000 mumepata nafasi ya kuwa kwa hii project. Kwa hivyo hiyo ni bahati yako. Nikiwa bahati yako, inataka uitumie vizuri sana. Mjue ya kwamba hapo awali tulikuwa na project kama hii, na Meru County, Tharaka Nithi County, Embu County ilikuwa mmoja hapo wa beneficiary kwa ile project ambayo ilikuwako. Lakini hiyo project haikuwa wazi vile hii imewekwa wazi na rais mwenyewe. Hata huwezi kujua nani alibenefit kwa hiyo project, lakini hii iko wazi. Nyinyi ambao ni beneficiaries mko hapa, mnajulikana. Mchukue hii nafasi yenu, nafasi ya kipekee kwa maisha yako, wewe kubadilisha maisha yako na community yako. Hii project imeleta mambo mengi, aswa ile mafunzo ya kufanya biashara ambayo wewe umepata. Hiyo mafunzo kwa mimi ni kitu ya muhimu sana kwa wewe kwa kufanya biashara. Pesa ndio ni ya muhimu, lakini hiyo mafunzo umepata, uitumie vizuri na itakusaidia maisha yako. Na wewe una nafasi ya kufanya hiyo biashara, na wewe pia kuajiri wengine
biashara yako ikinawiri. Unaona, during training, wakati mlikuwa mnafanya training, ni programu gani ambayo wewe unaenda training, unapewa pesa ya kula lunch, unapewa pesa ya transport kurudi nyumbani, unapewa pesa ya wewe mtoto wako akija hapo akilia ng'aa, pesa ndio hiyo, kwenda nunua maziwa ya huyo mtoto na ule ambao anaangalia huyo mtoto. Unaona hayo mambo ambayo rais ametufanyia kama Wakenya, kuona ya kwamba kila Mkenya is not left behind. Ni kitu ya maana, ni nafasi yako, commitment, discipline ndio itakusaidia kwa maisha yako milele na milele. Sasa nataka nichukue nafasi hii nimkaribishe Deputy President of the Republic of Kenya, Professor Kithure Kindiki. Mtoto wa nyumbani. Thank you. Asante sana. Meru hoi. Embu hoi. Tharaka Nithi hoi. Leo ni leo, msema kesho. Leo ni leo, msema kesho. My youths, umeona rais amefika hapa leo. Si Bazu amefika? Bazu amefika hajafika? Amefika. Na ameleta do. Ama ni kichele? Ni kichele? Ni kichele? Na leo ndio ile siku mtatoka hapa na kichele. Rais Ruto ni fire si fire. Rais William Ruto ni noma si noma. Wacha nione mbwekse ya William Ruto jameni. Ndio hiyo fire. Bas. Mheshimiwa Rais, mimi nataka niseme mambo mawili. Jambo la kwanza ni kushukuru vile umetuongoza katika kuleta mradi huu. Mradi wa Nyota ni mradi ambao unalenga vijana ambao kwa sababu moja ama nyingine hawakubahatika kwenda masomo ya juu kupata degree ama diploma. Lakini Mungu amewapatia talanta, akili nzuri, afya na wako na nia ya kuanzisha biashara, lakini hawana pesa ya kufanya hiyo biashara. Huu mradi ni wa kusaidia vijana ambao wamesahaulika hapo awali, kwa sababu wakati tunaongea mambo ya ajira ya vijana, sana sana viongozi walikuwa wanaongea mambo ya wale vijana ambao wako na degree na wale ambao wako na certificate. Na tukasahau tuko na vijana wengi ambao labda kwa sababu moja ama ingine hawakufanikiwa kupata degree ama diploma, lakini wako na talanta ambaye wanaweza kutumia vizuri kuboresha maisha yao na kujenga taifa letu la Kenya. Mradi huu utafikia vijana zaidi ya 800,000, 820,000 young people across Kenya are going to be impacted by this program. And they are going to be impacted by this program through business support like what we are having here today, where the government is disbursing a total of 50,000 shillings grant to young people. About 121 of them. Initially the target was 100,000. The number has risen to 121,000 who will receive a grant so that they can start their businesses. Hii pesa mnapewa leo sio mkopo, sio loan, ni grant kutoka kwa serikali na taifa la Kenya, ujisaidie nayo katika mambo yako ya biashara. Na wakati unaanza biashara hapo mbele, ukipata network kidogo sasa unaweza kopa ile loans ambazo ziko za Hustler Fund na
zile loans zingine za Youth Enterprise Fund, lakini 50,000 ni startup capital grant free of charge, it will not be paid. Vile vile kuna wale vijana ambao watasaidika mambo ya kutafutiwa ujuzi, skills development, about 90,000 young people who will be assisted to develop their skills, to get recognition of prior learning, certificates, and to be supported to get skills and certification. And others will be supported through access to government procurement opportunities. So about 820,000 young people. Your Excellency, huu mradi haubagui. Huu mradi sio lazima ujue chief ama MCA ama mbunge. Ni wewe na simu yako. Na hakuna mapendeleo. Na huu mradi sio mradi wa siasa. Huu ni mradi wa serikali wa kusaidia vijana wa Kenya, sio mradi wa siasa. Mambo ya siasa siku ya kampeni itafika. Kila kiongozi asimame na kazi yake, lakini kwa sasa jukumu ya serikali ni kusaidia vijana, kuwaweka nguvu, kwa sababu sasa lazima tujenge uchumi wa nyumba after the foundation has been laid in the last 3 years on macroeconomic stability, tackling inflation and other macroeconomic factors. Right now we are dealing with empowering households and increasing incomes at household level. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, mimi nimeshukuru sana, na hii mradi utasaidia vijana ambao kama sio huu mradi hawangepata bahati maishani. Na kuna viongozi wengine nimeona wanaleta siasa kwa hii mambo. Wengine wanasema sijui hii pesa haitoshi. Wale ambao wanalalamika ya kwamba hii pesa ni kidogo, wao wenyewe wamekuwa viongozi na hakuna hata siku wamesaidia kijana hata na shilingi 5,000. Wao wako na pesa, lakini kwa vijana wengi 50,000 is money that can get them started, supported to grow the business in the future. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli jameni? Hii mradi wa Nyota uendelee isiendelee? Uendelee usiendelee? Tuendelee na mradi. Rais Ruto amefanya kitu kizuri. Kwa hivyo nimwambie yeye ni fire. Rais William Ruto ni fire si fire? Rais Ruto ni fire si fire? Mheshimiwa Rais, niruhusu kabla sija kualika, kwa sababu vijana wamesema wewe ni fire, wacha nitambue makatibu wa wizara ambao wako hapa majina yao. Katibu Mangeni ameshaongea, huyo ndiye PS wa mambo ya hustlers, micro and small enterprises. Tuko na katibu wa usalama wa taifa Raymond Omolo, PS Raymond Omolo for internal security. PS Fikirini Jacobs, huyu kijana wa Woza Woza. Hiyo Woza Woza ni nini? Ni mbwekse mbwekse? Ni fire fire? Ni fire fire? Ndio PS wa youth. Alafu tuko na PS ambaye anaitwa PS Roslyn Njogu, PS of Diaspora Affairs, anatoka hapa Meru County. Huyo ndio PS wa kutafutia vijana kazi majuu under Waziri Alfred Mutua. Tuko na PS Caroline Karogo, PS for EAC Affairs, ambaye ni PS pia kutoka area hii from Nyeri. Tuko na PS ako area na Governor Mutuma Ntwethinkia wa Meru County ako area. Vijana hoye! Vijana hoye! Vijana hoye! Niharakishe niite rais ndio afanye ile kitu tupate do. Ni fire si fire? Ni noma si noma?
Wacha nione simu zenu, wacha nione simu zenu, wacha nione simu zenu. Asante sana, asante sana, asante sana. Vijana hoye! Meru, Embu na Tharaka Nithi hoye! Bwana asifiwe. Asalamu alaikum. Tafadhali mnaweza keti chini. Basi Waswahili wanasema hayawi hayawi. Ni leo si leo? Ni leo kweli? Mumejipanga? Muko tayari? Muko tayari? Kwanza mimi nataka niseme asanteni sana kwa kutukaribisha Meru. Kwa wangwana wa kutoka Tharaka Nithi, wangwana wa kutoka kule Embu, ndugu zetu wa hapa Meru, mimi nimefurahi sana kufika hapa Meru kwa siku ya leo katika mkutano huu wa muhimu. Vile Deputy President amesema, tumekuja hapa leo sio kwa mambo ya siasa, tumekuja hapa leo maneno ya biashara. Na tumekuja hapa kutimiza ile azma yetu na kutimiza ahadi yetu kwa vijana wa Kenya. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba tutapangana. Tukaweka katika manifesto yetu kazi. Si kweli? Leo tumekuja hapa kutimiza kiwango kimoja ya kazi. Tuko na kazi inaendelea pale kwa affordable housing. Tuko na kazi inaendelea kule kwa digital jobs. Tuko na kazi inaendelea katika program ya kazi majuu. Leo tumekuja hapa kupanga kazi ya biashara. Na mimi nataka niwapongeze nyinyi vijana. Hakuna mtu amefika hapa kwa kusukumwa ama kushurutishwa ama kupendelewa. Kila mtu amefika hapa kwa kujituma. Ni hivyo ama sivyo? Kuna mtu hapa ameletwa kwa lazima? Kuna mtu hapa amebembelezwa? Kuna mtu hapa ameambiwa sijui na mtu fulani, umepatiwa patronage, ukasaidiwa na mtu fulani? Si kila mtu alichukua simu yake ukadial *254# ndio huko hapa? Mimi nimesema this is how we are going to demonstrate that government and government programs can be run with integrity, without corruption, when people do things for themselves, when we have a digital platform that makes sure every young person, whoever they are, whoever they may not know, can find their way into a forum like this without patronage, without corruption, and without any matters of integrity. Mimi nataka niwaulize hapa. Kuna mtu hapa amehonga mtu ndio aweze kufika hapa? Mumeitishwa pesa? Mkaambiwa ya kwamba ndio ukue katika program ya Nyota, nipatie shilingi 50, shilingi 100, 500 ndio ukue katika hii program? Kama kuna mtu amelipa pesa hapa, nataka kujua, because I want to deal with those characters wenye wamezoea mambo ya ufisadi. Kuna mtu hapa, weka mkono juu kama ulilipa pesa yoyote. I'm going to help you. Kuna mtu hapa alifanya hiyo maneno? Sisi wote tumefika hapa kwa kujituma. Wewe ulichukua simu yako ukadial *254# ukafuata maagizo. Nyinyi mlienda kwa training? Mlienda kwa training? Hebu nione wala watu walienda kwa training. Kila mmoja wenu mlienda kwa training, mkafundishwa mambo ya biashara. Siku 2 ama siku 3 ama siku 4? Siku 4 kila mmoja wenu mlienda. Leo mmefika hapa, na leo hapa mnaondoka na pesa kwa simu zenu. Na hiyo haitoshi. Hiyo haitoshi. Sisi bado hatuwachani na nyinyi, kwa sababu tutawafuatilia. Tunataka mpaka biashara yako iamuke na biashara yako ifaulu. Hapo mbele tutakuja kwako tena. Mumesikia katika hiyo pochi la biashara, hapo kuna mtandao ambayo inaweza kukusaidia kufanya biashara yako. Itakupatia mahali ya kuandika sales, itakupatia mahali ya kuandika ile mali umenunua, itakuonyesha balance yako ni shilingi ngapi,
umelipa nani, umelipa vipi, na wale wa kukulipa wamekulipa pesa ngapi. So we have given you a digital platform that will help you run your business. Nyinyi mmeona katika hiyo boshi la biashara vile mambo inaendelea hapo ndani. Alafu pokea 3,000 kwa savings. Tutakuongeza another 22,000, tukuongeza ingine 3,000 ya kuweka kwa savings. Ukisonga songa tutakuintroduce kwa Hustler Fund kitu inaitwa bridge facility. Pale kwa bridge facility ya Hustler Fund unaweza kukopa ingine 20,000, 50,000 mpaka shilingi 150,000 bila ya kuitishwa security yeyote, bila ya kuambiwa kama uko na logbook ama title deed ama any security. Hiyo pesa ni pesa zenu, nyinyi ni kujipanga. Tunaelewana jameni? So we are not just making resources available to you, we are also providing business support to every beneficiary, because we are concerned and we are interested in making sure that you succeed, your enterprise, however small, succeeds. Kwa sababu tumeambiwa, do not despise humble beginning. Mahali watu wengi wanaanzia ni mahali padogo, lakini mahali tunaenda ni bahali mbali. Tumeelewana? Na tunafanya hivi kwa sababu gani? Tunafanya hivi kwa sababu rasilimali tulio nayo kubwa zaidi katika taifa letu la Kenya ni Wakenya wenyewe. The biggest asset we have as a nation, the greatest resource that Kenya has is its human capital. Yani wananchi wa taifa letu la Kenya. Na ndio tumesema hivi, tunataka kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya anapata nafasi. Nyinyi mko hapa leo, watu karibu watu 6,700 mko hapa vijana. Kuna vijana wengine wengi ambao hawako hapa. Pia na wao tuko na mpango yao, kwa sababu progressively we must reach to every young person in the Republic of Kenya. Na njia ya kuboresha ile human capital tuko naye ni njia ya masomo na training. Na ndio tumesema tunataka kila Mkenya, kila mtoto wa Kenya apate nafasi ya kusoma. It is the reason why tumeajiri walimu 1,100 kusomesha watoto wetu, so that every child apate nafasi ya kusoma. Ndio sababu tumeongeza budget ya kusomesha wa Kenya bilioni 500 mpaka bilioni 700 mwaka huu. Tuhakikishe hakuna Mkenya anakosa nafasi ya kusoma. Ndio sababu pamoja na hao wabunge tumejenga madarasa mpya 23,000 kuhakikisha ya kwamba kila mtoto, in the last 3 years we have built 23,000 new classrooms to make sure every child is in class. Ndio sababu tumehakikisha kwamba vijana wetu wa kuenda university na TVET pia tumeongeza pesa yao ile ya Higher Education Loans Board, na tumeweka new funding model ambayo inahakikisha kwamba kila mtoto wa Kenya, hasa watoto kutoka jamii maskini, tunawapatia scholarship na loan 90%, tuhakikisha kwamba hakuna mtoto wa Kenya anabaki nyumbani kwa sababu mzazi wake hana uwezo. Mimi nataka niwaulize wazazi, najua we are undertaking the transition, the last transition in our competence-based education. This month, we undertook the transition from primary school to junior school. We are now undertaking the last transition in the competence-based education framework from
junior school to secondary school, na hii mwezi ni ya muhimu sana. Ndio sababu kabla ya watoto kufika shuleni, ile pesa ya capitation tulishatoa pesa bilioni 44 to facilitate a smooth transition from junior school to secondary school. Mimi najua ya kwamba pale shuleni tumeambiwa ya kwamba kuna watoto wengi hawajaenda shuleni kwa sababu mzazi hana pesa ya kulipa school fees, mzazi hana pesa ya kulipa uniform. Mimi nataka nitangaze from Meru, na mimi nataka nimweleze every chief, kila mtoto apelekwe shuleni. Kama mtoto ako na uniform ya JSS, hiyo uniform ya JSS anaweza kwenda kutumia kwa secondary school, akingojea mzazi wako apate pesa ya kununua uniform ya secondary school. Mtoto wa Kenya asibaki nyumbani kwa sababu ya uniform. No child, and let me repeat for our education stakeholders, I am directing that no child should remain at home because they do not have school fees. Every child must go to school. Kwa sababu tumetuma pesa bilioni 44 kusomesha watoto wetu. In any case, there is sufficient money for teachers, for our children to be taught in the first term. So every child, wawe na school fees, wasiwe na school fees, wawe na uniform, wasiwe na uniform, waende shuleni tomorrow morning. Na mimi nataka chiefs, na assistant chiefs, na members of provincial administration, every child in Kenya must report to school tomorrow because we have provided the money to teach all our children. Tunaelewana jameni? Kwa sababu elimu ni ya muhimu. Leo tumekuja hapa. Why are we here? We are here kwa sababu kati ya hawa beneficiaries, kuna watu walifika standard 8 wakakosa nafasi ya kusonga mbele. Kuna watu walifika form 2 wakakosa nafasi ya kwenda mbele. Kuna watu walifika form 4 hawakufaulu kusonga kutoka hapo. Na ndio tulidesign hii program kwa sababu tunajua kati yetu tuko na vijana wengi, sio makosa yao, sio ya kwamba wako na matatizo yoyote. Some very intelligent people did not manage to go beyond standard 8 because of matters beyond their ability. Kwa sababu pengine mzazi hakuwa na uwezo, pengine kulikuwa na matatizo nyumbani. So in our midst here, tuko na watu wengi, very intelligent people, lakini hawakupita kiwango fulani kwa sababu ya matatizo mengi. We do not want again to have another situation where our children fail to get education. Na ndio sababu tumeweka pesa nyingi, tumeajiri walimu wengi, tumejenga madarasa, tumetoa pesa ya kutosha. Therefore, no child should be denied the opportunity to be in class. Tumeelewana jameni? Mimi nataka niwaeleze vijana wa Kenya. For a very long time, viongozi wengi wanasiasa wanasema tutashughulika na vijana, tutapanga ajira ya vijana, tafuta nafasi ya ajira ya vijana. We decided as an administration to match what we said with what we are doing. For the first time in the history of Kenya, and I say this without fear of any contradiction, for the first time we have a plan on how to create jobs for the young people of our nation. That is why we are sitting here in Meru. Hapa hatujakuja guesswork. Hapa hatujakuja kubahatisha. Hapa hakuna ya
alikwambia tunahitaji. But why are we engaged in housing? We are engaged in housing not just because we need decent housing. It is because it creates jobs. It is because it makes a plumber have a job, an engineer have a job, an architect have a job, a carpenter have a job, a mason to have a job. That is why we are engaged in housing. Nyinyi mnanielewa? Leo nikisimama hapa ukienda Meru, just here, tuko na affordable housing inaendelea hapa. Utakuta pale vijana wanafanya kazi. Plumbers, engineers, architects, masons, carpenters, hata watu wa mkono wako pale. Ni kweli ama si kweli? Ukienda any part of Kenya, leo, in the Republic of Kenya, tunajenga manyumba 1240. Tunajenga masoko 400 new markets around Kenya. Tunajenga hostels ya vijana 180,000. Kwa ujumla vijana 1,500 leo wako kazini kwa sababu ya program ya housing. Nyinyi mnanielewa? Kama hatungekuwa na program ya housing, 500,000 young people in Kenya hawangekuwa kazini. And that is why we are saying we must be deliberate. We must be intentional. When we say we are going to support our young people with opportunities, those opportunities must be real. They must be planned. They must be designed. And they must be tangible. Jambo la pili, tulisema mbali na kupanga ajira kwa mpango ya housing, pia tutapanga ajira kupitia mitandao. That is why we developed an ICT platform. Leo katika taifa letu la Kenya, tunaendelea na program ya digital jobs. Tulikuwa na matatizo mengi kwa sababu internet. Sasa tumesukuma internet 30,000 kilometers of fiber optic we have undertaken in Kenya. Leo ukienda every TVET institution iko na ICT hub. Leo katika kila ward tumewaambia hawa wabunge wetu tujenge ICT hub. Tuko na Jitume Labs. Tuko na business process outsourcing. Tuko na makampuni kama CCI, Teleperformance ambazo ziko hapa Kenya, zinaajiri vijana hapa Kenya. Vijana wanafanya katika mitandao, kampuni ziko nje na tunalipwa pesa hapa Kenya. Nikiongea na nyinyi leo, in the last 3 years, today, 300,000 young people are working on the digital jobs platform where they are earning money, they are monetizing their talents on the digital jobs platform. In ICT hubs, in Jitume Labs, in business process outsourcing companies, na hiyo kazi yote inaendelea because we designed it. Hatusemi ya kwamba kazi itapatikana. Waswahili wanasema ukiona vyaelea vimefanywa nini? Yes, digital jobs will not happen. Somebody has to design how it is going to happen. And that is what we have done. Number 3, nimeongea na mrembo wenu hapa Roselyn Njogu. Nikampatia waziri, nikampatia PS, akawa PS wa diaspora. Leo katika taifa letu la Kenya tuko na program kubwa. Na mimi nataka nishukuru watu wizara ya labor kiongozwa na bwana Mutua hapa. Leo tuko na vijana wanafanya kazi nje ya Kenya. Zamani vijana walikuwa wanadaiwa, wewe unaenda Saudi Arabia, umedanganywa iko kazi, kumbe hakuna kazi. Unaenda huko unakuwa slave. Sasa hiyo mpango yote tumenyorosha. Wale recruiting agencies walikuwa ni wakora, wote tumewafukuza. We have deregistered 1,000 companies that were recruiting agencies that were corrupt, walikuwa wanaharibu sifa ya taifa letu la Kenya na kuumiza vijana wa Kenya. Tumenyorosha sasa. Leo ukipata barua ya employment Marekani, Ujerumani, UAE, Dubai, wherever, sasa tumecreate a green channel. Ile passport ambayo ilikuwa inachukua 4, 3, 4, 5, 6 months, leo ukiwa na barua ya employment
passport siku 3, uko na passport yako. Kama huna pesa ya kununua tikiti, tumeambia watu wa National Youth Fund na Uwezo Fund, tutakulipia tikiti yako, wewe utaenda ng'ambo. Kama tikiti ni 150,000, within 6 months utakuwa umetulipa pesa yetu, ndio tulipie the next beneficiary. Nyinyi mnanielewa? Leo nikizungumza na nyinyi hapa, nataka mnisikize vizuri. Na mimi nataka wale ambao wanaongea porojo mingi wanisikize. The same way we have 6,000 young people sitting here today, beneficiaries of Nyota program. We have 530,000 young people working in different countries abroad, a program we have undertaken in the last 3 years. Nyinyi mnanielewa ndugu zangu? Vile nyinyi mmeketi hapa, kuna vijana 1530 wameenda kufanya kazi nje ya Kenya kupitia program yetu ya kazi majuu, kwa sababu tuliwaambia vijana wa Kenya kazi ni kazi. Ikipatikana Kenya tufanye, ikipatikana kwa mitandao tufanye, ikipatikana ng'ambo tufanye, ikipatikana kwa biashara. Ndio sababu mko hapa. Ni kweli ama si kweli? Mnasema tuendelee na hiyo kibarua ama mnasema tufanye namna gani? Tuendelee ama tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Therefore, mimi nawaambia vijana wa Kenya, vile tulikubaliana na nyinyi, tutawapangana na nyinyi kwa mambo ya ajira. Pale kwa affordable housing, kwa sasa tuko na vijana 500,000. By the end of this year, kwa sababu hiyo program inasonga, by the end of this year tutakuwa na vijana 1,000,000 wanaofanya kazi kwa program ya housing, ya market na ya hostels. Before the end of this year, an additional 300,000 young people will be working outside Kenya. Kila siku, sikizeni my friends, kila siku, every day, between 300 and 500 Kenyans travel out of this country to go and work abroad because of the program we have launched. Ni mnanielewa? Yes. So, and we want to make sure wale watu watajaribu kuharibu hiyo program, bado tuko na wakora wachache hapo katikati wanajaribu mchezo. Hawa tutawanyorosha na watakiona, mpaka tuhakikisha kwamba the system is clean and every young person is getting an opportunity to be their best. Ndio mimi nasimama hapa mbele yenu kuwaeleza nyinyi vijana wenzangu ya kwamba nafasi yenu ya kufanya biashara ndio hii. Kufikia leo tutakuwa tumewapatia pesa vijana kama nyinyi 85,000 kufikia leo. Hii program tutakamilisha by 3rd of next month. In the next 2 weeks tutakuwa tumefikia vijana 121,021, na kila kijana atakuwa na pesa yake, na tutaamusha biashara in every part of the Republic of Kenya. Wakati tulisema bottom up, it was not a slogan. Kama sio bottom up, tungekutoa wapi muungwana? Tungekutoa wapi? Si tumesema hii program sio kupatikana hapa town peke yake. Hii program tumesema we designed it that it must be in every ward in the Republic of Kenya. Na tumesema katika kila ward tutafute vijana kati ya 70 na 80, kila kijana tumpatie 50,000 afanye biashara. Nyinyi mnanielewa? Nyinyi mnanielewa? Na tulisema ndio iwe bottom up for real. Tulisema sio lazima uwe na connection yoyote, sio lazima uwe unamjua mtu yeyote, sio lazima ujue MCA ama mbunge ama governor ama chief. Wewe na simu yako na kujituma ndio imekufikisha hapa.
Na mimi nataka niwashukuru machiefs kwa sababu wakati hawa vijana walikuwa wamejituma, sasa nyinyi mkatusaidia kuwaambia training ni hapa, travel ni pale, tunaenda Kinoru, na ndio mmefika hapa leo. Tunaelewana jameni? Tuko pamoja? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Tusukume mtaratara isonge mbele. Na sio hii peke yake tunafanya. Tuko na program kubwa. We are rolling out our infrastructure program. Mimi nimewaeleza wa Kenya, Kenya hii imechelewa kwa sababu ya uongozi. Problem sio wananchi. Problem sio vijana. Problem sio pesa. Problem ni uongozi. That's the problem. Once we sort out leadership, then Kenya is going to be a first world country. And I want to promise you, by God's grace, nchi hii tutaibadilisha. In our lifetime. Nye mnanielewa? Hii nchi tutaibadilisha in our lifetime. This week, siniliwaambia tuko na program ya 5 trillion. Mulisikia hiyo story? Ya 5 trillion. Ya kutengeneza Kenya, kuondoa Kenya from first world to third world to first world. Mulisikia hiyo story? Mulisikia? Ati wapi? Ati hiyo ya Singapore mulisikia? Hiyo safari tayari imeanza. This week, mnanisikia? This week, tulikuwa pale Capital Markets. We have gone to the Capital Markets using the Kenya Pipeline IPO. We are going to raise 120 billion in the next 1 month. Hiyo 120 billion to raise, we are going to leverage on that 110 billion to raise 1.2 trillion. Sikizeni bwana. Nyinyi mnanielewa? Yes. Na ndani ya miezi miwili ingine inayokuja, tutakuwa tena pale kwa Capital Markets. We are going to raise another $2 billion. Yaani pesa ya Kenya shilingi bilioni 260. In the next 3 months, we will have in our custody 350 billion Kenya shillings. We will leverage on it, and we are going to raise between 3.5 and 4 trillion shillings ya kutengeneza projects ile zote mimi ninasema. Wakati nilisema we are going to change this country, sio maneno ya siasa, sio maneno ya uchaguzi, ni transformation ya taifa letu la Kenya. Nyinyi mnanielewa? Mimi niliwaambia tutafanya affordable housing. Leo ile kandarasi tumesign ya affordable housing ni shilingi bilioni 600. Niliwaeleza tutabadilisha maneno ya matibabu. Leo katika taifa letu la Kenya, ile NHIF ilikuwa na watu milioni 8, SHA leo iko na watu milioni 28.8. Nyinyi mnanielewa jameni? Tunaelewana? Niliwaambia tutapanga mambo ya vijana. As I talk to you, 500,000 young people are working in our housing program. 530,000 young people are working in our Kazi Maju program. 300,000 young people are working on our digital jobs program. 110,000 nyinyi mkiweko hapa mko katika program ya Nyota. That is how to transform a country. Kama tumefanya affordable housing, roll out SHA, tuko na program ya vijana kama hii. Mimi nataka niwaulize, kufika Singapore tutafika ama hatutafika? First world tutafika ama hatutafika? Na haitachukua muda mrefu. It is going to happen sooner than many people think. Nyinyi mnanielewa? Because we are focused and we know what we are doing. And we want to change Kenya. Hawa majamaa wengine mimi sitaki kuwazungumzia. Mpango hawana, agenda hawana, sera hawana, plan hawana. Hata
hata akili. Sasa mimi nakuuliza wewe, mtu wa hapa, tukiwa hata nyota hawana ati nyota asalala. Hey, kumbe mnawajua wale majamaa. Ati sasa kazi yao ni ukabila, chuki, fitina, vitimbi. Anyway, tunaelewana? Leo si siku ya siasa. Kuna siku tutakuja kuongea mambo ya siasa. Leo tumekuja hapa kufanya nini? Biashara. Tunaelewana? So, mimi nataka niwaeleze, we have a concrete, demonstrable, practical plan to take Kenya to the first world country. Wale wanapinga tu hapa, wanapinga housing, wanapinga SHA, wanapinga securitization, wanapinga privatization, wanapinga kila kitu. Na shida yao kubwa, wanajua ya kwamba we are going to succeed. And I want to tell them, when we succeed, Kenya succeeds. Tunaelewana? We are going to succeed, all of us. Wacheni zenu. Mumekuwa na nafasi yenu, mutupatie nafasi, tupange mambo ya Kenya. We are going to change this country and change it for good. Vijana hoye! Vijana hoye! Munasema tuendelee ama tuendelee bwana? Tusonge mbele, tusisonge mbele? Mimi nafurahi sana, niko na muungwana hapa anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Huyu jamaa, si ndio? Deputy yako na mtaratara yako na mpango. Anaelewa mambo. Anaelewa barabara inajengwa vipi, anaelewa stima inaunganishwa vipi, anaelewa mambo ya nyota. Sitaki kusema kulikuwa na Marekani huko nyuma. Nyinyi mnanielewa? Unajua saa zingine, wacha niwapatie siri. Saa zingine unachagua mtu wa kukusaidia mwenye amesoma kukuliko. Alafu akifanya mambo mazuri, wewe unapigiwa makofi. Si ndio? Sijasema kitu. Huyo muungwana ni fire si fire? Unasema tuendelee? Tuendelee ama tuendelee? Watu wa Embu, Tharaka Nithi na Meru, mimi nataka niwaeleze vijana wetu, muko na nafasi. I want to tell you, you have an opportunity ya kujisukuma mbele. Nimekueleza, pesa utapata 50,000. Biashara upange. Hapo mbele uingie kwa Hustler Fund, utakopa pesa ya kuongeza. Hii 50,000 sio deni. Hii 50,000 ni grant. Yaani pesa unapatiwa na hauhitajiki kulipa. Tunaelewana? Hii pesa sio nini? Sio deni. Hii ni pesa serikali, wananchi wa Kenya wamekupatia. Why? Because you deserve support and because wewe ni kijana wetu. Wewe sasa usiharibu hii nafasi. Nyinyi mnanielewa? Na vile mulisikia PS akisema, tumesema hii pesa sio ya kulipa Hustler Fund, sio ya kulipa Fuliza. Hii ni pesa ya kufanya biashara. Nyinyi mnanielewa? Tulidesign Hustler Fund ili mtu yeyote anaweza kwenda kwa Hustler Fund bila ya title deed, bila ya kujua mtu yeyote, unaweza kukopa pesa hapo, ukilipa, ukisonga. Nikiongea na nyinyi sasa, kila siku tunapatiana kwa Hustler Fund 50 million shillings every morning kwa wale wanakopa. Kuna watu wengi wanakopa na kulipa. Hakuna mtu hapa hana account ya Hustler Fund. Kila mtu hapa. Ni kweli ama si kweli? Kwani kuna mtu hapa hana account ya Hustler Fund? Sijasema kama umelipa ama hujalipa. Kila mtu hapa ako na account ya Hustler Fund, si ndio? Hebu nione wale wako na account ya Hustler Fund. So unaona sasa, ni kila mtu. Hata mimi niko naye. Si ndio? Lakini pesa tumekupatia leo
sio ya kulipa account ya Hustler Fund. Wewe utapangana na Hustler Fund. Hii pesa tumekupatia kufanya nayo biashara. Ukipata faida ulipe Hustler Fund. Ukipata faida ulipe Fuliza. Si namna hiyo? Ama lakini msitoroke madeni. Si ndio? Unajua hata serikali ya Kenya iko na deni. So hakuna makosa ya kuwa na deni. Bora ujipange vizuri ndio tukisonga. Tumekubaliana? Vijana hoye! Vijana hoye! Sikizeni. Si hapa tuko Meru. Mimi nitarudi hapa Meru kwa mambo ya maendeleo ingine. Na tumekubaliana the next city ya Republic of Kenya ni Meru. Sindio? Sindio? Na tumekubaliana hapa Meru tunajenga hospitali hapo. Hapo nimeweka pesa ya kuinua hiyo hospitali, ilikuwa chini. Hapa Meru kuna barabara ya bypass hapa. Tunataka hii msongamano iko mingi hapa kwa barabara hii, iko msongamano kubwa. So tumesema tunataka kuweka bypass na tuko na pesa shilingi bilioni 3 ya kuwajengea bypass. Tunangojea mambo kidogo kidogo, contractor akuja hapo. Nyinyi mnajua vile vile tumekuwa na matatizo hapa Nithi Bridge. Si ndio? Hapo Nithi Bridge imetusumbua. Sikizeni. Sasa contractor yuko tayari. Mimi nakuja na contractor hapa. Maybe in the next 1 month ama so. Ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje. Si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Alafu kwa sababu watu wanazidi kuongezeka na huku, pia barabara iko na msongamano mkubwa. Kutoka pale Makutano tulipeleka barabara, sasa tumefikisha hiyo barabara Marua kule Nyeri. Lakini vile vile hiyo dual carriageway ya kwenda Nyeri kutoka pale Makutano pia tunataka kuweka dual carriageway kutoka Makutano ikuje Embu, ikuje Chuka, ikuje Meru, iende mpaka Maua. Mnasema tujenge dual carriageway ama mnataka kutembea na hiyo barabara vile ilivyo? Tupanue ikuwe leni 4 kutoka kule Makutano. Hebu nione wala wanasema tupague tufanye public participation. Bas. So hiyo mningoje before the end of this year, mimi nitakuja hapo kuanzisha hiyo barabara. Kwa sababu tunataka kudevelop Kenya. Mmesikia tayari tumeanzisha ile barabara ya kutoka Nairobi kwenda mpaka kule Mau Summit, kupanua iwe leni 4. Hiyo barabara tutamaliza before June next year. Naendelea saa hizi. Na tumesema tunajenga dual carriageways zingine kilomita 2,800. Tumesema vile vile tunajenga barabara mpya za Kenya, another 28,000 kilometers. Kwa sababu bado tuko na matatizo ya mabarabara all over the place. Tumesema katika hiyo mpango yetu ya 5 trillion tunaweka umeme, bado tuko na matatizo ya stima. Tunaongeza stima 10,000 megawatts. Na tumesema tunaweka pesa 1.5 trillion ya mambo ya irrigation, ya mambo ya dams, ya mambo ya water harvesting, ndio tuweze kuambia njaa bye bye na tuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele kwa exports ya ile mazao yetu. So we are transforming this nation and we have the plan and we are developing the resources to make sure we actualize it. Now you will be part of that plan. Bas, sasa imefika. Imefika ile wakati bwana. Kwanza niulize, ni leo si leo? Na sio leo tu. Ni nini? Ni sasa. Na kama sio sasa? Ati kama sio sasa? Muko tayari? Mumeactivate hapo kwa pochi la biashara? Kila mtu? Mumeactivate hapo kwa pochi la biashara? Muko tayari? Muko tayari? Haya.
Ngoja kidogo. Wapi ule mtu? Niko hapa. Yes, sir. Yes. Haya, tuko tayari? Tuko tayari? Your Excellency, in 3, 2, 1, pesa mfukoni! Aya, tuweke video. Tutizame video ituelekeze. Sasa wacha tuangalie hapo kwa kamera hapo. To access startup capital for business support cohort 1, dial *254#. Select Nyota project. Select track. Select business support. Select access startup capital. Enter some details about your business. Then confirm by entering your mobile money PIN. You will receive a confirmation message that the funds for your business have been sent to you. Kuza Imarisha Endelesha Vijana. Aya. Bas. Sasa wakati mambo inavyoendelea, murelax tu, hakuna mtu atatoka hapa bila pesa yake, so tulizeni boli. Sawa. So wakati tunangojea hiyo mambo, mimi niko hapa na viongozi wenzangu. Niko na gavana wa Meru, Gavana Isaac Mutuma. Wapi nduru ya Gavana Isaac Mutura jameni? Niko hapa na dada yangu Gavana wa Embu, Gavana Cecily Mbarire. Wapi makofi ya Cecily Mbarire? Niko hapa na Gavana wa Tharaka Nithi, Gavana Onesmus. Ndugu yangu Onesmus Muthomi Njuki. Wapi makofi ya Muthomi Njuki? Sasa waheshimiwa, nyinyi na mimi ndio tutasukumana na hawa wangwana na hii program. Wacha nianze na gavana wa kijiji hapa, jimbo letu la Embu, ya Meru, jimbo la Meru, Gavana Isaac. Tuko na vijana wengi hapa wa kutoka Meru, na leo watatoka hapa na pesa. Sasa mimi nataka niulize ndugu yangu Isaac, hawa vijana leo wanapokea pesa hapa, na hawa ni wafanyabiashara wa biashara ndogo ndogo, utawasaidia vipi? Tutashirikiana mimi na wewe vipi ndio biashara ya hawa wangwana, we handhold them ili waweze kufaulu? Governor Isaac. Asante Your Excellency. Vijana we! Your Excellency, vijana wako kwa ATM, umewapa shughuli sasa, sijui kama wanasikiza. They are very busy, wanatoa hela. Vijana we! Wacha ni test mic. Upande wa vijana wetu wa Embu, vijana wa Embu, rais wetu ni fire si fire. Etegeria boya nondo kanyamoka uga kuma noko mina aka kuuma. Mnaelewa kanatokea wapi? Rais wetu vijana wa Embu ni fire si fire. Aya, wa Tharaka Nithi wako upande gani? Wa Tharaka Nithi majirani wetu, rais wetu ni fire si fire. Ni fire si fire. Aya, wa Meru muko wapi? Mpo? Vijana wa Meru mpo? Tuwakaribishe wageni wetu. Rais wa Kenya ni fire si fire. Ni fire si fire. Your Excellency, wahenga walisema akufahaye kwa dhiki ndiye rafiki. Your Excellency, tunakushukuru kwa sababu ya kufaa vijana wa Kenya wakati wanahitaji usaidizi. Vijana wa Kenya, Your Excellency, wamekuwa kama malisho yenye hayana mchungaji. Wamekuwa bila baba, wametumiwa vibaya, lakini wakati huu vijana wa Kenya wamepata kiongozi ambaye anawafaa, kiongozi ambaye anawakumbuka. Your Excellency, tunakushukuru sana. Kama magavana wa Mount Kenya East,
myself, His Excellency Senior Muthomi Njoki, Mama Barire, tunakukaribisha hapa headquarters ya Mount Kenya East. Tunawapa and Your Excellency, ile mbegu umepanda kwa hawa hiyo mbegu mbolea, tutalimia hiyo mbegu kuhakikisha miaka ijayo mamillionaires watakuwa hapa Meru. Kutakuwa na billionaires wa hapa Tharaka Nithi, kuwe na millionaires wa vijana wa Embu kwa sababu ya ile mbegu umepanda leo. Your Excellency, umetuhimiza kama governors kwa sababu sisi ndio tunatoa licenses za biashara hapa Meru kupitia directorate yetu ya revenue. Nitaongea na hiyo wangwana ndio wahakikishe zile biashara zitaanzishwa kwa huu mradi wa Nyota. Vijana wa Meru munisikize vizuri. Ile miradi itaanzishwa, biashara zitaanzishwa kwa huu mradi wa Nyota. Hakuna kulipa licenses. Tutawalipia kama county government of Meru. Kama county government of Meru. Vijana usikule mbegu. Ambia aliye karibu na wewe usikule mbegu. Mbegu ni ya kupanda. Your Excellency, umeipanda a seed of greatness in the lives of these young people. La pili na nikimalizia saa, because this is not our day, it is your day. Nikimalizia, Your Excellency, hapa Meru tumekamilisha County Aggregation and Industrial Park. County Aggregation and Industrial Park. Tunakaribisha hawa vijana, tutawapa space ya incubation ya business ideas. Mkuje hiyo kaipu yetu, tunakaribisha investors. Ambia kijana mwanyako karibu na wewe ni investor. Wewe investor, kwani usikizi? Mwambie wewe ni investor. Mshikane group, mkuje tuwape space pale. Na pia vijana wa Tharaka Nithi, muanzishe biashara hapa Meru. Msiende Tharaka Nithi, biashara ni hapa Meru. Tutawapa space na hizo licenses pia tutawapunguzia. Waembu, hapa ndio mahali pa biashara na kaipu iko tayari. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. Mpigeni makofi gavana wetu Isaac. Mumesikia vijana hakuna kulipa leseni. Mumesikia iko nafasi pale kwa County Aggregation and Industrial Park. Kazi kwenu. Wacha nimuite dada yetu Cecily Mbarire, gavana wetu wa Embu County. Asante sana, Your Excellency. On behalf of Embu County nataka kukushukuru kwa wale vijana wameweza kupata nafasi katika hii program ya Nyota, na nataka kwa mkono nione wale vijana wamepata message kwa simu wakipata pesa ya kufanya biashara. Asante sana. Hebu niwaulize, kati ya wale na huyu rais wetu, nani anafikiria vijana? Ni President William Ruto ama ni wale? Hebu nione two-term ya President William Ruto. President William Ruto ni fire si fire, ni noma si noma. Hebu nione bwekse, 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 bwekse. Your Excellency, today you have shown without a shred of doubt that when you talked about bottom up, you really meant it. Watu wengi walikuwa nafikiria wewe ni siasa tu ulikuwa unafanya. But we have seen you
focus on young people through jobs. Maju, we have seen you focus on young people through affordable housing. Na leo tumeona very important program inaitwa Nyota. And I want to give you a very short story. Jana nimetumiwa message 3 na msichana wa Embu. Akaniambia yeye, she's really struggling because her mother is sickly, na akona mtoto mdogo na hana pesa ya biashara. She was asking for only 5,000 shillings, Your Excellency. Akaniambia atanunua pineapple na watermelon, akatakate aende auze hapo kwa bus park. 5,000 shillings only, she told me, will change her life. Leo hao vijana wanapata 50,000 shillings ambao watu wengine wanasema ni kidogo sana. I want to tell them, face the realities of the people that voted for us. Hiyo 50 ambayo unaona si kitu is a lot of money to a young person who is starting their small business. To the vijana wa Embu, muko? Vijana wa Embu mpo? Vijana wa Embu mpo? I want to tell you, najua hii ni musimu ile tunalipa licenses. But I am going to waive all licenses and fees for biashara zenu, muende muanzishe biashara huko Embu. And I have money for you, 20 million shillings ambazo nitaendelea kuwaongezea muweze kuenda juu zaidi. Please, hiyo pesa yako ni mbegu. Nimesikia gavana akiita jina mzuri, ni mbegu. Mbegu ni ya kupanda, si ya kukula. And I know you, young people of Embu County, nyinyi ni watu ambao mnashika network haraka sana. Enda muanze biashara. In case you have any challenges, my office is open. We will support you. We will make sure you continue to get capacity building. Tutaendelea, Your Excellency, to train them. We have been training them so that they can do better. Asante. And we wish you well, and may God bless you. Vijana wa Tharaka Nithi, vijana wa Meru, vijana wa Embu, mutashikilia President William Ruto. Hebu nione kwa mkono, kwa mkono, kwa mkono, Asante. kwa mkono. Thank you very much. Asante sana, thank you. Thank you very much, Governor Says. Kuna watu wamepata pesa kwa simu zao? Iko kitu? Hebu nione wala wamepata pesa kwa simu zao. Ala. So, mko chonjo? Mmeanza kukaa kama masonko. Ndio? Lakini wacha nimuite ndugu yangu Onesmus Muthomi Njuki aweze kusema kwa kifupi, alafu niwaulize hawa beneficiaries wakuje hapa tuzungumze na wao. Asante Mheshimiwa Rais, tulipoingia hapa hii environment ilikuwa tofauti kidogo. Kuna tofauti ya kuongelesha watu ambao na kitu kwa mfuko, na saa ile unaongelesha matajiri. Ndio sababu unaona sasa imekuwa warm. Watu wa Meru mugeni, watu ya Embu muriaro. Tunashukuru Mungu leo Mheshimiwa Rais. Yangu ni very pupi. Na watu wa Tharaka Nithi, pia nyinyi ni wa Meru, hamjambo? Mugani. Niko na story fupi sana. In 1910 kuna kijana alipewa pesa 20,000 na mtu ambaye hajui, mtu ambaye si wa kabila yake, na mtu ambaye ongea lugha yake. Akampa hiyo pesa ndio arudishe na 5,000 baadaye after ameanzisha biashara. That was in 1999. Today, yule mtu alipewa hiyo pesa, ile kampuni alianzisha inaandika watu 300 directly na wengine 4,500 katika Kenya hii, na biashara inaendelea vizuri. That was in 1999. Kama rais wetu, Mheshimiwa Rais, kungekuwa na rais kama wewe wakati huo, haki ya Mungu, kungekuwa na matajiri leo Kenya ambayo wako na medium size companies
ambaye zinaandika watu more than 1 million ambaye kama umeanzisha saa hii. How I wish in the future, in another few years, which is possible. Mheshimiwa Rais, mimi naona yule mtu atakuwa wakati huo, watu watakuwa wamefika Singapore, kwa sababu the easiest route to Singapore is having people who are doing business and they are rich. Huyo mtu ambaye alipewa hiyo pesa, Mheshimiwa Rais, ni governor wa Tharaka Nithi ambaye amesimama hapa saa hii. And I believe these young people in future will not be employees, they will be employers. Kwa sababu ile biashara wameanza ni biashara ambayo itaandika watu after kuandika wao. Na naamini kwamba Kenya itabadilika. Nikimalizia, now that our watu wetu wamepata pesa, ninataka kumpromise watu wetu wa Tharaka Nithi ambaye naona wako chonjo kwa kufanya kazi. Kitu ya kwanza, like my colleagues in Meru and Embu, we will waive all the licenses ya kuanza biashara ya wale watu wanaanza biashara Tharaka Nithi County. Na msithubutu kwenda Meru, kwa sababu pale Tharaka Nithi si kuwaive biashara ile ya biashara peke yake, pia we will have others to waive after that. Na pia Mheshimiwa Rais, ukianza biashara ndogo alafu upate bahati mbaya kama kuchomekewa na biashara yako itapotea, unabaki na ile tu peke yake ile ulikuwa umesave kwa bank. I will introduce in Tharaka Nithi an insurance policy which will pay for everybody who has started a business today, kama tumeweka pamoja, so that biashara yako iko na shida, the insurance company can be able to take care of it. That our people can be able to do better than that. Kwa hiyo mengi, Mheshimiwa Rais, au watu na sisi, you don't even need kungangana na wale jamaa wanasema hatutaenda Singapore na utakuwa tuta. Kama umepatia watu biashara ambaye inaonekana, kwa nini hao watu na wazazi wao na sisi na Mungu tusikubariki upate tuta yako? Lazima utapata, kwa sababu umefanya kitu ya ungwana ya kusaidia hao wangwana wapate biashara yao. Ni wangapi wanasema ni tuta kwa rais wetu? Asante sana na Mungu awabariki. Asante sana Governor Onesmus. Sasa niko hapa na wangwana. Niongeleshe hawa wangwana beneficiaries wetu. Sasa mrembo, habari yako? Poa sana. Mimi naitwa William, na wewe? Naitwa Maureen. Maureen. Yeah. Haya Maureen. Kwanza umepata do? Yeah, nimepata pesa. Yeah. Iko kwa simu? Ziko kwa Hebu nione. Wow. Okay. Sasa Maureen, mimi nilisema sio lazima uwe wa chama fulani ama mrengo fulani ama ujuane na chief ama ujuane na MCA. Wewe kwa hii program, wewe ulijuana na mtu yeyote ndio ukafika hapa ama ni kujipanga ulipanga? Mimi ni kujipanga, ni kujipata nilijipata. Yeah. So how did you apply? Nilidial 254 hash, nikaenda kwa Nyota. How did you know that there was this program? Nilitumiwa link. Yeah, nilitumiwa link na rafiki yangu, alafu sasa nika-apply, nika-dial, alafu nika-apply. Yeah. Alafu nikafuata the process. Yeah. Did you go to the training? Yeah, nilienda training. Did you think the training was useful? Yeah, it was successful. Yeah. It was useful? It was useful, yes. Did you learn something out of it? Yeah, I learned about entrepreneurship and dealing with the customers and how to handle customers and how to invest, yeah, and make profit. Yeah. Have you seen that Pochi la Biashara has a program that you can use? Yes. Yes, you've seen it? Yeah, I've seen it. Yeah. So Maureen, what do you intend to do with this money? Do you have a plan? Yeah, I end a business which ilikuwa imeanguka, sasa naiinua. Yeah. Biashara gani? Nilikuwa nauza nguo na salon. Yeah. Gachoka Market. Gachoka Market? Yeah, in Mbele South. In Mbele South. Yeah.
So biashara itaamuka tena? Yeah, itaamka tena. Do you know where to buy stock? Yes. Do you have a premise ya kuweza kuuzia hiyo stock yako ama unauzia wapi? Nilikuwa nimerent duka. Saa vile kwanza niliugua nikafunga, but saizi I'm good narudi. Yeah. So what is your stock like? Ni kama pesa ngapi? Okay, what is your plan? Kwa hii 22,000 uko nayo sasa? So 22,000 saizi juu niko na kila kitu, so naenda tu pale Darling ninunue blends nianze kazi. Ninunue braids? Yeah, ninunue blends. Unasema wapi hapo, unaenda wapi? Darling Embu Town. Embu Town. Yeah. Kuna mahali inaitwa Darling? Yeah, kuna shop ya Darling. Yeah. Unanunua braids? Nirudishe kazi. Pigie Maureen makofi jameni. Sasa biashara ya Maureen tasonga mbele. Yeah. Nikuulize Maureen. Yeah. What additionally do you want me to do about this? Do you have? About business. So, kitu ya kwanza, mimi mwenyewe am cancer survivor. So, kitu yenye naweza omba tu ni usimame na watu wenye wana struggle na cancer. Juu at first mimi hiyo ndo ilifanya nikafunga kazi yangu. Juu nilipata cancer 2024, but when nikastilago mpaka dakika ya mwisho nikafanywa amputation, that is second me last year, na nikaendelea na hiyo process. So at least ukisimama na cancer patients hiyo itakuwa sawa. Yeah. Very good. Let me tell you, and it's good you have raised it with me. Katika program ya SHA, sasa tumesema ile pesa cancer patients can access. Tumetoka from, it was 300,000. Now we have said cancer patients can benefit up to 800,000. Na wanaweza kushughulikiwa na kazi zao. Tunaelewana? Yeah. Yeah, sawa sawa. Sawa sawa. Asante sana. Karibu. Okay. Thank you very much. Karibu. Yes, my dear. How are you? I'm good. Unaitwa nani? Naitwa Canon Gatweri. Canon Gatweri. Canon? Yes. Gatweri? Yes. Umepata pesa? Nimepata pesa. Doi. Okay, very good. Yeah, thank you. Your pesa, what are you planning to do with it? I'm planning to start a business and nianzie kuuza viatu. Yeah. Umeshawahi kufanya biashara ya kuuza viatu? Sijawahi fanya. But ndo nataka kuanzia. Umefanya survey mahali unaweza kwenda kununua hiyo viatu? Stock yako na mahali utauzia? Yes, niko na a friend of mine mwenye huwa anauza. So, yes. Connect it is very simple. Okay. Yeah. So utaenda kushirikiana na yeye? Yeah, and connect nilikuwa nanunua. Where do you plan to do this business? In Maua Town. In Maua Town. Oh, Maua Town? Yeah, I'm from Maua. Okay. Oh, you're from Maua? Yeah. Very good. Thank you. So hapo mjini? Hapo tu Maua Town. Yeah. Nataka kufanya hiyo biashara hapo. Yeah. How did you apply? I just met with one of my friends. Akaniambia, umepata hiyo pesa inaendelea Nyota? Nikamwambia hapana. Akaniambia just press *254# and you'll get. Na mimi naye ni nani? Nika apply. Nikafuata protocol. Alafu sasa hiyo ikanyamaza, tukakaa ikakuja tena. Sasa vile ilikuja sasa ndo mtu alikuwa anaanzia tena upya, ana follow the whole process. Ikikubaliwa unaitwa training. Yeah. Did you go for the training? Yeah. Was it good? Was it ilikuwa ulipata kujua vile ya kufanya biashara? Yeah, the training was so good. Tulikuwa na trainers wazuri sana. They were so good. Tulikuwa unauliza maswali, wanajibu, walikuwa wanaeleza tu mambo vizuri, vile utafanya biashara, vile inawezaenda mbele, vile kimbackfire, vile unaweza fanya, how to cope with customers. Walitufundisha vizuri sana by the way. Yeah. Very good. Pigeni makofi huyu Canon. Boss. Ni aje? Very good. Unaitwa nani? Naitwa Zablon Mugambi. Zablon, how are you? I'm fine, sir. How are you? Very good. Niko salama. Yes. Yeah, mimi nilijua about Nyota nikiwa tu Facebook. Nikaona watu wakisema wa apply, kuna wale wanapinga, kuna wale wana apply. But wanasema ni scam. Yeah, wengi walikuwa wanasema ni scam, but najiambianga as long as niko kwa line siku moja nitafikiwa. So nika apply, Mungu akiwa mbele, message ikaniitikia
nikaenda verification. After some weeks tukaitwa training. Acha nirecognize my teacher Mr. Anto mwenye alitufunza. Alitufunza vizuri sana watu wa Gembe North. Tulianza kuangalia mali unaweza weka biashara yako. Unatambua biashara gani inaweza fanyika mahali. Vyenye unaweza collaborate, vyenye unaweza shughulikia customer wako. Na ilikuwa very successful na ilitusaidia sana. Yes. So, ulisema jina ni? Zablon. Zablon. Yes. Sasa Zablon. Yes. Wewe umepata hii pesa kwanza, hebu nione. Very good. So, umepata hii pesa. Yes. Ulishafikiria how to deploy this money, how to invest? Yes. What is the plan? Mimi kwangu nimekuwa nikisoma graphic design for a while, na nikiingia digital marketing, I think kutengeneza hizo posters, naweza tengeneza point of sale. So with an agent na baadaye a printer, naweza kuwa na cyber yenye nitapeana services very good. So it is a digital platform. Yeah. Unatengeneza kuna posters na himu wakati wa campaign najua tutatengeneza mingi na mtatupea kazi. So sisi vijana tukiomba kazi ya kutengeneza posters, mjue mtu usitunyime. Yes. So katika hiyo digital platform yako. Yes. So what do you intend, how do you intend to deploy this money? Are you intending to buy any gadget or how are you planning? Kwanza nilikuwa nafikiria mostly natumianga computers za hizi app tumetengenezwa. Kuna moja Mr. Eruaki ametupea hapo Mutuati. So with my laptop yenye naweza access nikiwa anywhere, I think itanisaidia sana. Yes. Have you tried, let me ask you, have you tried one of our platforms on digital jobs? Ujajaribu? Yes. I suggest that because nimeongea na mheshimiwa, yes, tuwasaidie, tuwafanyie training, yes, ndio mjue mambo ya digital jobs. Hiyo itakuwa poa sana. Uko na computer? Yeah. Wewe ni candidate mzuri wa yeah, na najua cooperate vizuri sana. Yeah. Very good. Tutapangana. Okay. Thank you. Mtashukuru. Thank you very much. Naweza chukua picha? Tapiga picha. Haya, huyu mungwana mwingine. Thank you, my friend. Yes, mungwana. Yes. Jina? I'm Simon Moriogi from Tharaka Nithi County. Okay, Simon, how are you? I'm fine. Na mimi naitwa William. Yes. Sawa sawa. Yeah. Sasa nikuulize Simon. Yes. Unatoka kijiji gani? Nimetoka Tharaka Nithi Gantonga Ward. Around University of Tharaka University. Around? Tharaka University. Oh, Tharaka University pale. Yes. Okay. So umeshapata pesa? Yes. Unajua iko hapo pesa ya savings? Yes. 3,000 ya savings. Yes. What do you think about the savings? What is your thinking? Do you know what the importance of savings? Yes, I know the importance of saving because we were taught juu ukiwa na savings at least you can use in wakati kama umeishiwa na pesa, you can use it for emergency. You can go back to savings. Yes. What do you plan to do with this 22,000? Okay, for me, I had started a business kuuza nguo za mitumba, but sikuwa na nyumba. Nilikuwa nauza along roadside. Sasa saa hii naweza enda nikomboe nyumba yangu na nilikuwa nauzia hapo tu. Yes. So how much money, do you have an idea how much money you're going to spend to hire a place? Around Gatunga, I think nyumba ya kazi in average 5,000 to 6,000. Yes, I can rent and increase my stock. Yes. And increase the stock. Yes. The stock you have now, ya kuuza, how much money, what is your stock amount at the moment? Bill yenye nachukuanga ya either 10,000 kwenda to 15. Kulingana na pesa niko nayo. Yes. Yes. So now you can add an extra bill. Yes. And hire the place to sell. Yes. So your stock has been about between 10 and 15,000. Yes. So 22,000 will double your stock. Yes. Na sasa unajua ukiendelea na hiyo biashara, tutarudi tuangalie biashara yako,
tutakuongezea another 22,000. Yes. Na tukupatia another 3,000 ya savings. Yes. What do you plan to do with that? I know with that increment I can start even another business with the same ya kuuza nguo, niongezee shop ingine mahali pengine within either Tharaka Nithi County, hapo tu nikuwe mbili. Yes. Alafu au saa hizi unafanya peke yako ama uko na hizi? Sasa niko peke yangu, lakini najua nikikris ikikuwa kubwa I can hire a person to help me. Help you. Yes. Okay, Simon. Pigeni makofi Simon jameni. Very good Simon, asante sana. Yes, Mungwana, unaitwa nani? Niko salama, naitwa Kelvin Muriuki kutoka Embu County, Runyenjes constituency. Hii asali yako inaitwa? Hii bado haina jina, but nitapunguza. Ati? Nitapunguza. Utapunguza? Hakuna haja, iko noma, iko sawa. Sawa. Ama inakusumbua saa zingine? Inanisumbua, itabidi nipunguze. Ndio ukaze biashara? Nikaze biashara, watu waone niko serious. Ati uonekane serious? Nionekane, juu wanaona watu wako na nyora wanakaa ni jokers. Ati? Ati wengine watafikiri wewe ni joker? Mimi niko na mchezo kwa kazi. Unaleta mchezo kwa kazi. So unaitwa nani? Naitwa Kelvin. Kelvin. Okay, Kelvin. So you have 22,000. Yeah. Kuna wajamaa wanasema hii 22,000 ni kidogo sana. Hapana, 22,000 si pesa kidogo, ni pesa mingi sana, inalingana venye utaitumia. Kulingana na akili. Kulingana na akili yako venye utaitumia. Hakuna pesa ndogo. Hakuna pesa ndogo, pengine tu akili ndio inaweza kuwa ndogo. Akili ndio iko na matatizo. So, what do you plan to do with this money? Niko na ukulima ya kuku, lakini sana niko nafikiria kufungua biashara ya kuuza cereals kwa kijiji juu community wana struggle kuendea market huko Embu. Sasa niwaletee karibu kwa hapo kwa kijiji, kuuzia dengu, beans, hizo mahindi, jae hizo cereals. Yeah. What do you do now? Sasa niko na biashara kidogo na nalima kuku kidogo. Sasa lakini nitaweza hadi kuboost kulima yangu ya kuku. So you want to have kuongeza biashara ya kuku? Sasa hii biashara yako ya kuku ni kama ya pesa ngapi? Ilikuwa ya pesa kidogo juu nilianza na kuchukua tu chicks twa 4,000. 4,000? 4,000. Ulikuwa unachukua chicks? Chicks. Ya 4,000. 4,000. Ni kama chicks ngapi? Unauziwa na 200, unalingana na So what are you planning to do with it? Sasa ndio nitaweza kuboost ukulima yangu ya kuku, then niweze kuanza hiyo biashara mpya ya kuuza cereals. Cereals. Hapo kwa kijiji juu wanapata matatizo wakienda huko Embu Town kuendea. Juu lazima watumie kitu kaa transport nini. Sasa niwalete hapo karibu juu kuna market gap hapo. Okay. Ya kuuza cereals. So you'll split into two, pengine 10,000 uongezee biashara yako ya kuku. Na nyingine niweze ulete cereals. Yeah. $2,000. Alafu hii ingine stock. Hiyo ingine stock. So ukitumia akili hii pesa inasonga. Itakusaidia sana ukiwa mtu mdogo. Itaweza kukuinua maisha yako. Okay, Kevin. Wacha nikuulize. Na utanisaidia kujibu sio? Pesa ngapi yako umepata ikiwa pamoja? Ikuwa yangu saa pamoja. Ile mingi umepata.
Hii sasa pesa tutakupatia ni 50,000. Itakuwa 50,000. Ile umeshawahi kupata pesa ngapi ikiwa pamoja? Sijaipata pesa mingi pamoja. Juu unaenda vibarua unapata 400. Sasa kwa jumla huwezi jua ni pesa ngapi pamoja. Juu unaenda vibarua 400, 500. Sasa tuseme roughly per month labda 12,000 ama 10. Juu vibarua si kila siku. Yeah. Okay, Simon. Wacha nikuulize Simon. Kevin. Kiwango yako ya masomo ni kama umeenda mpaka darasa la ngapi? Form 4. Yeah. So saa hizi lakini kazi ndio hiyo unafanya. Kazi ndio. So this Nyota will support your program. Itani support sana. So niendelee ama nsiendelee? Uendelee. Tufikie vijana wengine zaidi. Tufikie vijana wengi zaidi. Wenye walikuwa wanasema ni scam, sasa hiyo wataamini na wata-apply kwa wingi. Yes. Hiyo next phase yenye mtafungua ya ku-apply tena. Okay. Sawa Kelvin. Asante. So, si utasalimiana nyumbani? Nitasalimiana nyumbani. Sasa nikuulize Kelvin. Umeshaoa? Hapana, sijaoa. Sijaoa kwa saa hii. Kwanza pange kidogo. Uko na mtu? Uko na mtu? Saa hii? Hapana. Bado sasa ni kujipanga kidogo. Lakini lazima uangalie uko hivyo mwanaume, huwezi kaa hivyo. Ati? Lazima mwaka huu? Hapana. Lazima ujipange kidogo. Njia ya majukumu. Sasa umesikia? Kuna wale wanakuangalia saa hii kwa mtandao. Sasa leo jioni watakuita, Bazuu. Bazenga. Nasikia wakudumu. Hii pesa inaweza kuhepa? Hapana, yezi hepa. Hii nimeipangia tayari. Juu by leo ni Thursday. By Saturday nitakuwa nimeenda Embu Town na niende stock. Juu soko ya Embu Town ni Saturday. So kesho unajipanga by Saturday? By Saturday kutafuta nyumba. By Saturday niende stock sasa. Pigeni Kevin makofi jameni. Hawa wangwana, watu wa Embu, watu wa Tharaka Nithi, watu wa Meru, muko? Hebu nione wale wamepata pesa kwa mfuko yao ya Nyota. Si tulisema pesa itafika mfukoni? Imefika haijafika? Nyota. Bas. Hivyo ndivyo mambo yalivyo. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba bado nuko na mpango ingine. Hii mpango ya Nyota itafikia vijana 820,000 Kenya mzima. 820,000 young people will be part of this Nyota program. Tukiendelea, tukishirikiana, tukitembea pamoja. Mimi nataka niseme asanteni sana watu wa Meru, asanteni sana watu wa Tharaka Nithi, asanteni sana wangwana wa kutoka Embu. Mimi nawapenda sana, mimi nawajali, nawadhamini. Mungu awabariki, tunawapenda sana na tunawatakia heri. Thank you very much. God bless you. I love you, these great people. Thank you very much. Haya, tumpongeze rais kwa makofi tafadhali. Tukisimama ili tumalize na wimbo wa taifa. Mahali tulipo naomba kwa heshima tuweze kusimama tumalizie na wimbo wa taifa. Naomba tubaki mahali tulipo, tumruhusu rais aweze kutoka kwa starehe zake.